Hadithi ya ndoto na kukata tamaa. Mwanzoni mwa karne ya 20, ulimwengu ulivutiwa na maendeleo ya teknolojia na kukuahidi kuwa na wakati ujao mzuri zaidi. Miongoni mwa maajabu hayo ni meli ya RMS Titanic, meli kubwa sana ya baharini iliyotangazwa kuwa ishara ya anasa, utajiri na ustadi wa uhandisi. Iliyojengwa Belfast, Ireland, Titanic ilikuwa meli kubwa zaidi ulimwenguni, ikijivunia huduma za hali ya juu ambazo zilihudumia watu wa juu wa jamii. Mara nyingi alirejelewa kuwa asiyeweza kuzama, jina ambalo hivi karibuni lingekuwa la kusikitisha sana. Mnamo Aprili 10, 1912, Titanic ilianza safari yake ya kwanza kutoka Southampton, Uingereza, kuelekea New York City. Miongoni mwa abiria wake 2224 walikuwa matajiri na watu mashuhuri, kutia ndani John Jacob Astor, Isidor Straus na Benjamin Guggenheim, kila mmoja akivutiwa na mvuto wa kuvuka Atlantic kwa anasa isiyo na kifani. Kando yao walisafiri kikundi tofauti cha wahamiaji na wafanyikazi, wakitafuta mwanzo mpya huko Amerika, kila moja ikibeba ndoto za ustawi na matumaini. Titanic ilipovuka bahari ya Atlantic yenye kumeta, anga hewa ndani yake ilikuwa ya umeme kwa msisimko na matarajio. Abiria walikula katika saluni kuu zilizopambwa kwa taa za kioo, walihudhuria sherehe za kifahari na walifurahia vyakula bora zaidi. Vicheko na muziki vilijaa hewani, huku kwenye sitaha za chini, umati wa watu wanyenyekevu ulifurahia urafiki wao wenyewe na kuanzisha urafiki ambao ulishinda tofauti zao. Meli ilikuwa microcosm ya jamii, ikijumuisha matarajio na ukweli wa wakati wake. Hata hivyo, jua lipotua Aprili 14, 1912, hali hiyo ilianza kubadilika. Bahari ilitulia na utulivu wa kutisha ukatandaa juu ya meli. Usiku ulipozidi kuingia, meli ya Titanic ilisonga mbele kwenye maji ya barafu ya Atlantic ya kaskazini, bila kujali vilima vya barafu vilivyokuwa mbele yake. Saa 11 na chini, maafa yalitokea. Mwanga mkubwa wa barafu ulionekana gizani, na licha ya majaribu ya kukata tamaa ya kuondoka, Titanic iligongana nayo. Sauti hiyo ilisikika kama ishara ya kifo, ikipenya katika anga ya furaha iliyojaza chombo saa chache zilizopita. Katika dakika zilizofuata, machafuko yalizuka. Abiria waliojawa na hofu walikimbilia kwenye sitaha, wakikabiliana na utambuzi wa kutisha kwamba meli isiyoweza kuzama ilikuwa imeangamia. Hali ya baridi iliyoanzishwa kama boti za kuokoa maisha, iliyoyomba kuokoa sehemu ndogo tu ya wale waliokuwepo, zilituma haraka. Baadhi ya boti za kuokoa maisha ziliondoka zikiwa zimejazwa nusu, kwani hofu iliwazuia wengi kupanda. Katika nyakati hizo zenye uchungu, roho ya ubinadamu ilififia katika mkasa uliokuwa ukiendelea. Wanaume jasiri waliwahimiza wanawake na watoto kupanda ndege kwanza, huku wengine wakikabiliana na maji ya barafu wakiwa wameazimia sawa na kukata tamaa. Ngome ya meli ya Titanic ilipopaa juu angani na taa za meli hiyo zikiwaka na kuzima, hadithi za ushujaa na kujitolea ziliibuka. Band ilicheza hadi mwisho, ikijitahidi kuleta faraja kwa abiria waliojawa na hofu. Wanandoa walishikana kwa nguvu, huku wengine wakitafuta wapendwa wao. Kuanguka kwa mwisho kwa meli, kushuka kwa kasi ndani ya shimo, kulionyesha mwisho wa ndoto na mwanzo wa urithi wa kudumu wa kupoteza. Katika usiku huo wa kutisha, zaidi ya watu 1500 walidaiwa na bahari, huku 700 pekee waliokolewa na RMS Carpathia, ambayo ilijikuza kilio cha kuomba msaada. Ulimwengu uliamshwa na habari zenye kuhuzunisha, na hadithi ya Titanic ikawa kumbuku katika historia, kikumbusho kikubwa cha udhaifu wa maisha, mipaka ya tamaa ya kibinadamu na nguvu zisizotabirika za asili. Kadiri miaka ilivyopita, Titanic ikawa ishara, si ya janga tu, bali ya uthabiti na upipya. Ukumbuko uliwekewa, hadithi zilishirikishwa, na urithi wa wale waliopotea ukawa ushuhuda wa uvumilivu wa mwanadamu. Ajali ya meli hiyo hatimaye iligunduliwa mwaka wa 1985, ikipumzika mili 2.5 ndani ya bahari, kifucha cha wakati wa kutisha hadithi za mapenzi, ndoto na matumaini yaliyopotea.
Leo, tunapokumbuka meli ya Titanic, tunakumbushwa juu ya ndoto zinazokuka baharini na hatari zisizooneka zinazojificha chini ya ardhi. Hadithi yake inatumika kama kikumbusho cha kuthamini matukio yetu, kukumbada wapendwa wetu na kuabiri hali ya kutotabirika ya maisha kwa neema na ujasiri wake. Titanic inaweza kuwa imezama, lakini roho yake inaishi, mwanga wa milele katika mioyo ya